haijakaa sawa hii. Kuna mtu tunataka asikie mpo. Yule anayewasumbua yule. Yule mtoto wa laana yule, tawaambieni habari zake muda. Wapembe mpo. Hiyo iko sawa. Sasa ndugu zangu, sauti hapo iko vipi? Hapo iko poa. Sasa kama kulikuwa na mtu anawaambia kwamba huyo mwenyekiti hata kuja, bado ana cha kusema? Na Wapembe nimo. Na Wapembe nimefika. Na washukuruni sana wananchi wa Wapembe, na nitawaambieni kwa nini. Tawaambieni kwa nini nyie watu wa Wapembe mnahitaji pongezi nyingi. Nyie watu wa Wapembe ni wana mageuzi, nakosea? Nyie ni wana mageuzi, ni kweli? Nimeambiwa, na haya maneno mimi nayaamini, kwamba tangu mwaka 2010 hawajapata diwani hapa. Au nakosea? Hawajapata. Na mawizi yao mewapiga chini. Au nakosea? Nimeambiwa kwamba katika jimbo lenu la Nkasi Kusini mwaka 2015 mlishinda madiwani kwenye kata 4. Hizi kata zote za mwambao wa ziwa CCM hawajapata kitu. Ni kweli? Hongereni sana. Hongereni sana. Nimeambiwa kwamba miaka 10 iliyopita mwaka 2014 hili jimbo la Nkasi Kusini mlishinda vijiji 24 kati ya vijiji 52. Mlipata 46% ya wenye viti wote wa vijiji. Nyie ni wana mageuzi, na hongereni sana. Mwaka 2019 waliiba uchaguzi wote wa vijiji. Au nakosea? Mwaka 2020 pamoja na vurugu zote walizofanya, hapa kwenu mkashinda kata 2. Au nakosea? Kwa sababu Wapembe na humu ambao wa ziwa Tanganyika ni watu wa mageuzi. Hongereni sana. Sasa ya uchaguzi wa mwaka jana wakaiba tena, wakafuta wenye viti wetu, wagombea wetu kila mahali, ambako kuwafuta wakatangaza wana CCM kwa mtutu wa bunduki. Kwa ni sahihi nikisema hii Nkasi Kusini ya kwenu na hii Wapembe ya kwenu wanafuta uchaguzi kwa sababu wanawaogopa nyie ni wana mageuzi. Hongereni sana. Sasa nataka tuzungumze kidogo, tutafakari tunaendaje mbele katika mazingira haya ambayo wanaiba uchaguzi kwa mtutu wa bunduki. Tunaendaje mbele? Tunaendaje mbele mahali ambapo tukienda kwenye chaguzi wanafuta wagombea wetu wote au karibu ya wote, wanataka watu wao wapite bila kupingwa? Tunaendaje mbele?
Tunaendaje mbele mahali ambapo mkurugenzi ni mtu wa CCM, ndiye anayetangaza mshindi wa ubunge, na wameambiwa wasitangaze wapinzani washindi? Tunaendaje mbele katika mazingira hayo? Tunaendaje mbele katika mazingira ambayo kwenye kata zote nchi nzima wanaosimamia uchaguzi ni watendaji wa kata au waratibu wa elimu wa kata au hao kweli kabisa dadangu? Tunaendaje mbele mahali ambapo kwenye kila kituo cha kupigia kura na kuhesabia kura, wanaohesabu kura na kutangaza washindi ni hao? Awe mwalimu ni hao, awe nesi, awe mganga, awe bwana mifugo, bwana uvuvi, ni wale. Tunaendaje mbele? Tunaendaje mbele kwenye uchaguzi wa vijiji ambapo msimamizi ni mtendaji wa kijiji ni hao? Sasa yote haya yanatuambia nini? Yote haya yanatuambia kitu kimoja. Katika uchaguzi ambao ni hao ndio wanaosimamia, ni hao ndio wanaoandikisha wapiga kura, ni hao ndio wanaohesabu kura, ni hao ndio wanaotangaza washindi, kuna kutoboa? Kuna kutoboa? Nimeambiwa hivi, na hizi habari wala sio za Wampembe peke yake, ni za kila mahali nchini. Usafiri hapa kutoka na Manyere ni mgumu sana. Sasa mpiga kura wa Wampembe hapa kwenye ziwa hapa, siku ya uchaguzi anakuta jina halipo, limeandikishwa kwenye kata za huko juu. Unakwendaje kupiga? Unapitaje msitu wote huu na milima yote hii ukapige kura huko urudi hapa? Inawezekanaje? Sasa hii ni ya Wampembe, lakini utakutana nayo nchi nzima, kwa sababu wanavuruga majina ya wapiga kura ili watu wasipige kura, waibe kirahisi. Hawa wanaosimamia uchaguzi, wawe mapolisi, wawe walimu, wawe watendaji wa vijiji au wakata, yeyote anayeingia kwenye vituo anakuja na kura za uongo. Tunaendaje mbele? Kama hatuendi, dawa yake ni nini? Kama hatuwezi kwenda mbele namna hii, tufanyeje? Tupambane. Sawa. Tuwaambie hivi, hatutaki tena uchaguzi ambao unasimamiwa na mkurugenzi au watu wa halmashauri yake. Sawa. Kwa sababu ni hao. Sawa. Tuwaambie, hatutaki tena uchaguzi kusimamiwa na tume ambayo imeteuliwa na rais, na rais ni mwenyekiti wa CCM miaka yote. Ni hao. Tuwaambie kwamba hatutaki uchaguzi ambao wasimamizi wa vituo ni wana CCM na kazi yao ni kuiba kura na kuvuruga kuhakikisha CCM inaendelea kuwa madarakani. Tuwaambie hatutaki tena uchaguzi ambao wanakuja na kura feki au wanatangaza watu ambao hawajashinda. Inahitaji tupambane. Inahitaji tukatae chaguzi za aina hii kufanyika.
Na sisi wananchi wa Wapembe na sisi wananchi wa Tanzania tuna uwezo wa kuzuia tukitaka. Kweli. Sisi ndio wengi zaidi. Kweli. Sisi tuko kwa mamilioni. Kweli. Tukiamua sisi, nani atakayetuzuia? Na tuwaambie na mapolisi, na hili nalo na wao linawahusu. Tuwaambie na hii nayo inawahusu. Sawa sawa. Tuwaambie kwamba wanapoiba uchaguzi hawaibi kwa ajili ya wananchi wa Wapembe tu, wanaiba ili wawaibie na mapolisi na wao wenyewe. Na manesi na walimu na kila mtu. Sawa sawa. Kwa lazima tupambane, tuhakikishe tunabadilisha utaratibu wa namna ya kufanya chaguzi. Tusipobadilisha na utaratibu, ni kwamba mbele itakuwa giza. Zanzibar walifanya mapinduzi mwaka 64 kwa sababu hizi. Wananchi wakichoka kuonewa watatumia mabavu. Tukichoka kuibiwa tutatumia nguvu. Hiyo nchi itakuwaje? Kwa hiyo tunayosema tubadilishe utaratibu wa uchaguzi ni ili tusiende kwenye matumizi ya mabavu. Kwa sababu tukikiamsha hapa, hata shida yake itakuwa kubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tumekuja Wapembe, tumesafiri njia yote hii, huku sio karibu sana na Dar es Salaam tulikotoka. Tulete ujumbe huu kwa wananchi. Tukiendelea na chaguzi za aina hii, tutaenda wanatupeleka kwenda kumaliza kuchinjana. Hatutaki kuchinjana. Tunataka tufanye chaguzi za haki, tutendewe haki. Hatutaki tupendelewe. Hatutaki tuitwe washindi mahali ambapo hatujashinda. Tunataka haki tu. Na haki haiwezekani mahali ambapo upande mmoja tunaoshindana nao ndio unaotangaza mshindi. Hawatajitangaza wameshindwa. Kwa ujumbe wetu ni huo. Ninafahamu mngependa tuzungumze mambo mengine mengi ya nchi hii ambayo yameharibika. Nyie wananchi wa Wapembe mko ziwani. Ziwa hili linatakiwa liwe baraka yenu, au nakosea? Halafu serikali inakuja, wanakaa Dodoma. Dodoma hakuna hata kalambo tu nini? Hakuna hata mto. Wanakaa huko, wanaamua mambo ya uvuvi ya ziwa Tanganyika. Matokeo yake wanapiga marufuku uvuvi upande huu wa kwetu. Hapo Kongo ukivuka wamepiga marufuku. Ukienda Burundi wamepiga marufuku. Ukienda Zambia wamepiga marufuku. Kwa kama ni kumpiga marufuku ili kuwe na samaki hatakuwepo kwa sababu utavuliwa na Wakongomani, au nakosea? Maamuzi ya mambo kama haya yanafanywa na watu wasioyajua. Hawayajui kwa sababu sio watu wa hapa. Wamesoma mambo kwenye makaratasi tu. Hawaishi hapa. Halafu wanafanya maamuzi yanayowaumiza nyie wananchi. Haya yanahitaji kuzungumzwa. Tuzungumze masuala ya usafiri. Kama barabara ndio hii. Miaka 65 ya uhuru.
Miaka 65 ya uhuru, barabara ndio hii. CCM ni ya kazi gani? Nilikuwa namuuliza mbunge hapa, sasa ukitaka kwenda Kirando ndio inakuaje kwa barabara hii? Ananiambia inabidi utafute mtumbwi. Hivi zamani Mjerumani hakuacha meli ziwa hili? Uingereza hakuacha meli ziwa hili? Nyerere alipokea meli iliyojengwa na Wajerumani. CCM wamekula kila kitu pamoja na urithi walioachiwa na wazungu. Kila kitu. Kila kitu. Kwa miaka 60 ya uhuru, meli ziwa lote hili hakuna hata meli. Wananchi wanahangaika. Kwa kutaka kwenda Kirando inabidi utafute mtumbi. Miaka 65 baada ya uhuru. Asa yote haya tunahitaji kuyazungumza, tunahitaji kuyapatia suluhu, na suluhu yake ni uchaguzi. Sasa kama uchaguzi unafanyika kihuni namna hii, maana yake ni kwamba tusipotafuta suluhu ya namna ya kufanya uchaguzi, matatizo haya hayatatatuliwa. CCM haiwezi kuyatatua. Kama imeshindwa miaka 65, ukiwaongezea miaka mingine 20, wala hawataweza. Hawataweza. Kwa tupiganie, tubadilishe mfumo wa uchaguzi, tuchague viongozi watakaoweza kutatua matatizo ya wananchi wa ukanda huu wa Ziwa Tanganyika. Watu watakaoweza kutatua shida zenu. Yote hii inategemea mfumo wetu wa uchaguzi ukoje. Mmenielewa ndugu zangu? Ndio. Sasa huo ndio ujumbe wetu ambao umetuleta Wampembe leo. Na nawashukuruni sana kwa mkutano mkubwa. Sawa sawa. Nawashukuruni sana kwa kutualika kwenu. Asante sana. Nawashukuruni sana kwa ujasiri wenu. Miaka yote hii CCM wanavuruga nchi, mmeendelea kukataa kuvurugwa na CCM. Sasa namalizia. Nataka nimalizie niseme machache juu ya huyu DC wenu. Huyu DC anaitwa Peter Juakali, au sio? Juakali au lijualikali? Awe Juakali au lijualikali, ndivyo anavyoitwa. Huyo DC anawasumbua sana. Nimefanya mkutano Kabwe, watu wanamlaani huyu Juakali. Nimefanya mkutano Kirando, kila mtu anasema huyu Juakali ni laana tupu. Nimefanya mkutano na Manyere, na leo hapa mnasema DC anasumbua watu. Huyu DC kwao ni Ifakara, Kilombero. Aliwahi kuwa diwani wa mji wa Ifakara wa Chadema. Aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Kilombero wa Chadema. Mnanielewa? Alipochaguliwa mbunge mwaka 2015, CCM wakamfungulia kesi afutwe ubunge wake. Mimi nikaenda kwao Ifakara, nikakaa kule miezi mitatu, tukapambana, tukashinda ile kesi. Akaendelea kuwa mbunge wa Chadema. Wakamfungulia kesi ya uongo ya jinai, wakamfunga miezi 6. Mnanielewa? Ndio. Akapewa kifungo cha miezi 6. Akaenda kufungwa gereza kuu la Ukonga, Dar es Salaam.
baba yake akanijia, baba yake mzazi akanijia, mheshimiwa, huyu mdogo wako atafia gerezani. Nikamwambia mimi sitaruhusu afie gerezani. Tukaenda kwenye rufaa Mahakama Kuu, tukapambana Mahakama Kuu Dar es Salaam, tukamfungulia, akafutiwa hiyo hukumu yake, tukashinda kesi, akaachiliwa. Mimi nimeenda kumuona gerezani Ukonga, mimi mwenyewe, sio kumtetea mahakamani tu. Alivyofunguliwa gerezani, miezi michache baadaye akajiunga na CCM. Akajiunga na CCM. Kwao Ifakara, kwao ni ngome ya Chadema. Kwao wanamwita mtoto wa laana. Kwao wanamwita mtoto wa laana. Sasa mimi wala sishangai kwamba ameleta laana zake Nkasi. Mtoto wa laana, hamna riziki pale. Kuna riziki pale? Watu wa kwao wenyewe mtoto wa laana. Sasa mwambieni huyu mtoto wa laana, mwambieni siku zake zinahesabika. Siku zake zinahesabika. Tena wewe kumwambia wewe umefungwa, alikuwa Ukonga, gereza la Ukonga, na waliomfunga ni hawa wanaowapigania sasa hivi. Kama sio laana ni nini? Mnaelewana? Asiwababaishe. Mtababaishwa na mtoto wa laana. Msikubali kubabaishwa. Nilisema niliseme hilo kwa sababu watu wanalalamika sana juu ya laana zake. Sawa sawa? Basi ndugu zangu wa Wampembe, mimi nimemaliza. Nawashukuruni kwa mkutano. Hapana. Sasa haya nimewasikia. Nasema nimewasikia. Ila watu wa Talamila wananisubiri vile vile. Yaani mchana huu lazima twende wapi? Talamila, au sio? Au nyie mnafikiri wale hawana sababu yoyote ya kufanya mkutano? Wacheni maneno yenu. Bwana, washukuruni sana ndugu zangu wa Wampembe. Mungu awabariki. Tuwe kitu kimoja, tupiganie haya.